Licha ya kwamba Simba Sports Club tayari mpaka hivi sasa wameachana na nyota wawili, lakini hiyo haimaanishi kwamba Simba Sports Club hawaingii sokoni. Hapana. Unapomaliza msimu unafanya tathmini ya ulichokipanda na ulichokivuna, then unaangalia msimu ujao inabidi nifanye nini kutokana na makosa aliyofanyika kwenye msimu husika. Klabu ya Simba Sports Club ilitangaza mapema ya kwamba haitokuwa na mpango tena wa kuendelea kusalia na Fabrice Luamba Ngoma, kiungo wa kimataifa raia wa Kongo, lakini pia muda mfupi baadaye wakatangaza pia ya kwamba hawatakuwa na muda tena na Deborah Mavambo, ambapo tunafahamu hawa ni nyota wawili ambao walikuwa na mchango mkubwa sana kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Wengi wanajiuliza ni kwa nini wanaachwa. Hayo ni maswali ambayo majibu yake yanapatikana kwenye uongozi wa klabu ya soka ya Simba, lakini taarifa pekee ambayo naweza kukupenyezea ni kwamba tayari thank you zimeanza kutembea kwenye klabu ya soka ya wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya Fabrice Luamba Ngoma, Deborah Mavambo Fernandez na yeye amepewa mkono wa kwaheri, ambapo tunafahamu kabisa nyota hao wote wawili walikuwa wakihudumu kwenye nafasi ya kiungo pale katika klabu ya soka ya Simba. Hii inamaanisha klabu hiyo inakwenda kufanya mambo makubwa zaidi kwenye masuala ya kiusajili, na tayari rasmi kuna baadhi ya majina ya wachezaji kutoka mataifa mbalimbali ambayo inaelezwa wamekwisha kumalizana na klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Simba hivi sasa wanafanya mambo yao kwa asili mno kutokana na aina ya matokeo ambayo wameyapata msimu huu. Kutokuwa na taji lolote kwenye mashindano ambayo walikuwa wakishiriki inauma na inaumiza sana. Ndiyo maana Simba Sports Club amechaluka na kuingia katika dirisha la usajili kwa ajili ya kuendelea kukiweka kikosi chake safi kuelekea mashindano mbalimbali ambayo wanakwenda kushiriki msimu ujao. Naweza kusema kwamba kwa hiki ambacho Simba Sports Club wanakifanya ni kama vile sasa wameamua kwa asilimia zote, kwani kuwatema nyota kama Fabrice Luamba Ngoma pamoja na Fernandez Mavambo Deborah ni moja kati ya nyota ambao walikuwa wanatazamiwa kama nyota wa kuchungwa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini bado timu hiyo haijaridhishwa na viwango vyao na moja kwa moja wameamua kuachana nao kwa ajili ya kusajili nyota wengine wenye ubora wa hali ya juu ama wenye ubora zaidi ya Fabrice Luamba Ngoma pamoja na Deborah Fernandez Mavambo. Naweza kusema kwamba msimu ujao unaweza kuwa ni msimu wenye kasi, msimu wenye ushindani wa hali ya juu hapa nyumbani kwetu Tanzania, nikiwa na maana ya kwamba NBC Premier League, kwani kila timu inaendelea kufanya usajili wa kujivunia, lakini pia tumetizamia hata upande wa tatu kule kunako viunga vya Chamazi. Azam Football Club wameamua msimu huu kufanya makubwa, kwani tayari wamekwisha kumalizana na moja kati ya makocha bora kabisa hapa barani Afrika. Hapa namzungumzia Florent Ibenge, raia wa DRC Congo, ambaye alikuwa anainoa klabu ya soka ya Al Hilal. Kama unakumbuka, Al Hilal walimfunga Young Africans hapa nyumbani mabao 2-0. Ni aina ya makocha ambao wanaofahamu vizuri kabisa mpira wa kisasa. Tayari amekwisha kumalizana na Azam Football Club, lakini pia Singida Black Stars wameendelea kufanya usajili wa kutisha kweli kweli. Hivyo ukitazama vilabu vyetu vinne ambavyo vinakwenda kutuwakilisha kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa msimu ujao, kwa maana ya kwamba Dar es Salaam Young Africans, Simba Sports Club, Azam FC pamoja na Singida Black Stars, usajili wao umekuwa wa viwango vya kimataifa kweli kweli. Lakini pia kama haitoshi, kuna klabu nyingine na timu nyingine kama vile Pamba Jiji, nao pia nimedokezewa taarifa ya kwamba wameendelea kufanya usajili ili kuhakikisha wanakuwa vyema na vizuri kuelekea msimu ujao. Hivyo tutazamie ama tutarajie ligi yenye ushindani wa hali ya juu msimu ujao, lakini pia
tutarajie matokeo mazuri kwa vilabu vyetu ambavyo vinakwenda kutuwakilisha kwenye michuano ya kimataifa, kwa maana ya kwamba ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho. Hivyo ndivyo ambavyo mambo yalivyo. Mimi nitaendelea kukujuza kila taarifa ya kimichezo na burudani ambayo itakuwa inaendelea kujiri hapa nchini Tanzania. Lakini pia kwenye upande wa duru za kimataifa nitakuwa na wewe, cha kufanya subscribe hivi sasa ili mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zetu. Kama haitoshi, nitaendelea pia kukupa takwimu na updates mbalimbali za masuala ya kiusajili, hususani kipindi hiki ambacho masuala ya kiusajili yanaendelea kupamba moto, kwani tayari dirisha la usajili liko mbioni kufunguliwa hapa nchini Tanzania, na hivyo tutashuhudia mengi sana ambayo tulikuwa hatuyatarajii. Hivyo kuwa karibu na channel yako pendwa kabisa, nitaendelea kukujuza kila ambacho kitakuwa kinaendelea kutokea kwenye masuala ya kimichezo na burudani, hususani masuala ya usajili na transfer updates mbalimbali za wachezaji kutoka ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania.